ni sehemu za vichekesho. Membari ya Mtume leo imekuwa ni sehemu ya kuonesha ufahari. Mimi nimesomea Masri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, kama mimi ni mwanafunzi, ninawapenda sana mashehe zangu, nawapenda sana kwa ajili ya Allah, lakini kwa hili lazima baadhi ya mashehe ambao wameteleza kwa hili kwa ajili ya Allah, na waomba wafate usuli, wafate namna. Vitabu hivi tunavisoma vitabu vya mashehe zetu hivi, wameelekeza namna ya kumkosoa Muislamu mwenzako, na riba mbaya kabisa, madhambi mbaya, kumdhalilisha Muislamu mwenzako. Leo kuna mashehe wakubwa wanaambiwa hawajui kusoma. Shehe fulani akasome. Shehe ana wafuasi wengi, anakubalika. Shehe amepoteza muda, miaka 20 yuko Misri, anasoma. Leo anatokea shehe anamwambia hajui kusoma, akasome. Anaongea utumbo. Hizi radi, ndugu zangu, mashehe zangu, hizi kama tutadumu nazo hatuna salama. Wa ilam yantahi, na kama usipokoma, ama hizi baadhi ya mashehe wasipoacha majambo haya, mwisho wao utakuwa mwisho mbaya. Huu sio usuli wa kufikisha dawa. Leo ndugu zangu, umma hauna swala, umma haujui dini, umma uko shagala bagha. Waislamu 90% hawana swala. Leo sisi tunatumia vitabu hivi kukaa membari, fulani hizbi, fulani kalibu, manhaji hii. Leo hii kila moja leo asema mimi salafi, mimi salafi qadim, mimi answari, mimi bakwata, mimi kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kila moja anavuta kundi lake. Cha huzuni kabisa, nimesikia mashehe wakubwa wanaradi. Shehe moja anaradi, anasema TV Imani, Radio Imani havifai hata kusikilizwa. Subhanallah. Nini? Kwa sababu wametoka katika manhaji yetu, wameingia katika bid'a. Hawa salafi, hawa answari, kaza kaza. Alafu mwisho mimi naita kwamba ni maigizo haya. Mwisho wanaradiana, huyu kadha kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Alafu mwisho shehe na shehe fulani wamekutanishwa, wameungana. Nini hii? Bimadha? Kwa nini wanaradi? Yani ni maigizo, wanatukanana, hujasoma, hujakadha. Alafu mwisho shekhe na shehe wamekutanishwa, wako hapa wanapiana mikono. Ndugu zangu, mashehe zangu, nawapenda kwa ajili ya Allah, lakini kwa hili ndugu zangu mashehe, kwa hili ni mtihani mkubwa. Huu ni mtihani mkubwa mmepewa mashehe zangu. Tumalizie kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha azzamat ummati dunya nuz'at minha haibatul islam
وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. وإذا تسابت أمتي سقطت min aini Allah. Hii ndiyo maana shairi, kwamba pindi umma wangu, Mtume anasema umma wangu watapoanza kuitukuza dunia, kila mmoja atakawe kama bakharisa, ndio zati minha haibat Islam. Kinachofanyika, Mungu anaondoa mahaba ya Uislamu. Leo matajiri wangapi katika Waislamu wanasapoti Uislamu, wanawasapoti mashehe, lakini Mtume akasema watu watapoizalau kazi ya dawa wakaanza kupinga, ndio leo mashehe wanatukanana membari hao, tena wanatukanana matusi makubwa, kalbu, khinzil, kadha kadha wa kadha. Alhamdulillah, kuna mashehe na wajua tunafanya, wao ni madai wakubwa, wao Allah awalinde, sijawasikia hata siku moja wakimradi shehe fulani, sijawasikia. Na Allah awazidishie na awape mwisho mwema. Sasa shehe huyo aliyokuwa kijana anamradi mwanafunzi wake, mwalimu wake hajasoma karibu nini, na huyo mwalimu mpaka leo shekhe huyo ndio bingwa kuradi wenzake, akioji vipi TV Imani. Tuliona TV Imani, tulizania wenzetu, sasa hivi wana support watu wa bid'a. Kweli hiyo? Tena shehe fulani sasa hivi hatumuelewi dawa zake bwana, hatumuelewi yuko wapi, kwenye bid'a ama yupo katika sunna bwana, azungumzie. Sasa unataka azungumzie, kuna watu hawana swala, inatosha kuwazungumzia mpaka anaondoka duniani, azungumzie manhaji. Eti shehe azungumzie manhaji fulani, tena shehe wa Kenya. Kuna shehe mkubwa sana wa Kenya, na wakubali mashehe wote wa Kenya wote na wakubali, lakini shehe mmoja mashaallah. Sasa shehe huyo anapigwa radi na shehe wa Tanzania, miongoni wa mashehe zetu, eti hatumsikii akizungumzia manhaji, yeye anazungumzia Uislamu hivi. Kweli? Sasa huyo shehe ndio mwanafunzi wake huyo alimradi, alimuita majina mabaya hayo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa hadithi hii tuliyoitaja hii, na Mtume akasema pindi watu watapoanza kutukana na Waislamu, saqatat min anillah, watatoka katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, katika jicho la Allah tabaraka wa taala. Leo hii nani anajivunia kuwa Muislamu? Nani Uislamu wake anapendezewa? Leo hii mashaka, huyu BAKWATA, huyu Salafi, huyu Answari, mashehe zetu kwenye media wanatukanana, na hili ndiyo sababu, kutukanana kwa mashehe baadhi yao ndiyo sababu ya umma Waislamu leo kukosa izza na utukufu. Leo jambo hili ndiyo sababu ya Uislamu kukosa izza. Leo Muislamu wapi aende akaheshimika? Leo hakuna. Tunawahusia madai, tunawahusia baadhi ya mashehe kuacha jambo hili. Mashehe zetu wameshaelekeza namna ya kufanya kazi ya dawa, namna ya kulinganiana. Umemwona shehe wako fulani, shehe fulani anakwenda sivyo, mfate. Sasa kinacholeta ukamkosoa shekhe ajui kusoma, na shekhe huyo ana miaka karibu 30 anafanya kazi ya dawa, na ni shekhe amesomea nje huko Maka na Madina, tuseme Masri huko,
Kinachofuatia hatokubali, lazima radi zitaendelea. Radi, huyu. Hii siyo sawa. Baadhi ya mashehe zangu, hili siyo sawa. Tumche Allah na tuwache tabia hii. Kama tutaendelea na tabia hii, wallahi Uislamu kila siku utazidi kudhalilika. Uislamu kila siku utazidi kushuka thamani, na Waislamu sisi hatutakuwa na sehemu ya kukanyaga. Ndugu zangu, tunawaomba baadhi ya mashehe, iziradi leo mwezi ukiandama tu radi zinaanza. Watu huku hawana swala huku. Haya, hicho kisa cha Kuraibu hakichaanza kuzungumziwa leo, miaka na miaka. Kuraibu. Kuna mambo muhimu. Kana ashabu Muhammadi, walikuwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabu kiram ajmain, hawaoni jambo la yarawna shay'an tarkuhu, hawaoni jambo ambalo Muislamu akaliacha kufuru ni ukafiri kuliko swala. Leo hii mashehe zetu wanatukanana, baadhi yao wanaradiana, umma kila siku unaingia jahannam. Kwa kumalizia, shehe mmoja mkubwa sana wa Kenya anaradi tablighi hawafai. Hii sio mada nazungumzia mimi. Unaona tablighi, watu wa bid'a, wazushi, kadha, kazi hii siyo halali, paka mishipa inamtoka. Watu wanakwenda siku 40, mwaka mmoja, siku 3, wanapoteza muda. Huyo katoka, kaja mwingine tena. Hao Answari hawafai, hatuwaelewi. Mwingine, hao Salafi hao hatuwaelewi, wako sasa hivi wanashirikiana na watu wa bid'a. Ndugu zangu, hili jambo ndiyo limesababisha Waislamu kudhalilika. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu Waislamu, nawahusia Waislamu, hapa nazungumza na Waislamu dunia nzima, hasa hawa nujumu, nyota, mashehe zetu hawa ndiyo mwongozo wetu. Hawa mashehe zetu ndiyo taa. Sasa taa inakuwa inazimika, taa haieleweki. Sisi waumini tutaenda wapi? Mafikio yetu yatakuwa wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.